October 2025. The Lion of Kenya, Raila Odinga, takes his final bow. But before his body is even cold in the earth of Bondo, the house he built is on fire. In one corner, the old guard, led by Oburu Oginga, trying to merge the orange with the yellow. In the other, a man who says the time for negotiation is over. DJ. Vijana ria. Vijana. Wazee tilim. Wazee tialala. Mama. Ni mama unapiga kijana. Asanteni sana. Watu wa Kawangware mpo. Watu wa Kawangware mpo. Wangapi wanafurahia kutukaribisha siku ya leo? Asanteni sana. Mimi niko na mambo machache. Na la kwanza tunasema ni ya kwamba baada ya baba ni na ni babu kwa sababu. Na bila babu kuna ta. Asanteni sana. January 2026. This is Soweto, Lower Savannah. While senior ODM elders are meeting in high-end hotels, Babu Owino is in the mud. Look at this footage. This isn't just a bursary distribution, it's a coronation. Babu knows his actuarial math. He isn't just funding education, he's buying loyalty. In a world where the government has forgotten the hustler, Babu is the only one showing up with a checkbook. This is his ground force, the army he will use to storm the party headquarters. Ili kila mtu atoke hapa na furaha. Nyumbani kwangu sana kwa sababu mimi pia ni vota wa hapa Soweto. Alafu tuendelee. Alafu niwaambie venye tunapanga kazi, sio? Sasa kitu ya kwanza, mimi niko hapa kwa sababu ya elimu, sio? Mimi najua tunateseka sana. Tuko kwa hii jua siku ya leo kwa sababu hatuna uwezo. Hatuna karo ya shule. Vijana wetu wanaamka asubuhi, wanaenda kuendesha bodaboda, wengine wanaenda mjengo ili wapate kodi ya nyumba, ili wapate karo ya shule. Wetu wanaenda kuuza mboga. Wengine wanauza changaa jinsi ambavyo mamangu aliuza. Wengine wanauzia watu manguo ili wapate karo ya shule, kodi ya nyumba na pesa ya matibabu. Mimi nawaelezea hata baba wangu wanaenda kwenye jua kali. Wanaamka asubuhi wanaenda jua kali wapate riziki ya kila siku. Na wakiamka asubuhi wanapoenda kutafuta pesa ya kukula, pesa ya karo ya shule, saa zingine mnarudi nyumbani bila chochote. Lakini mimi nawaomba msilose hope. Msilose hope. We are not going to let my brother down. This machinery which is there, some people are saying that the shoes of Raila are too big for me. Even though I know they are big, but I'm trying, I cannot surrender. How many people want me to surrender? You want me to surrender? Should I continue? Should I continue? Niendelee au nisiendelee? Niendelee au nisiendelee? Tuendelee au tusiendelee?
If we let this party go, it will be a big letdown to my brother. It will be a big letdown to the people of Kenya who rely on this party to expose and espouse the issues of justice for the country. But the Odingas aren't going down without a fight. Oburu Oginga has roared back. In Kisii, he told the world, "I cannot surrender." But here's the kicker. Oburu has officially started negotiations with William Ruto's UDA. To the youth, this is the ultimate betrayal. Oburu wants a negotiated transition. Babu wants a revolution. The old who are cold versus the young who are bold. With the young who are bold, not the old who are cold. There must be an NDC that will ensure that that storm is solved. That party should be handed over with an immediate effect, and you are looking at the party leader as we speak. Yes, we don't need to disrespect anybody, but it is our time. There's nothing wrong with Moses, but it is Joshua's time. Yes. That is it. So it is upon you to decide whether you want the weakest Joshua or the strongest Joshua. Whether you want a Joshua who is Moses' age mate or older than Moses, or a Joshua who is younger than Moses. Babu is playing the long game. Sasa nataka niwaelezee hivi wananchi wa Kawangware. Hapa Dagoretti North. Nataka niwaulize yule mama ambaye anauza kwenye ile duka. Yule kijana ambaye anaenda pale. Yule mzee ambaye anaenda kwenye jua kali. Niwaulize moja. Umeona Broadbase nyumba yako? Broadbase umelipia fees. Biashara yako imenunuliwa. Vijana wako wanaenda shule. Pesa ya matibabu umepata. Kwa hivyo Broadbase ni buu. Broadbase ni buu. Broadbase ni buu. Jambo la pili. Hawa wadozi wetu ambao wako juu hapa wanatuambia kila siku ya kwamba sisi ni watoto. Babu Owino ako na watoto wangapi? Na anataka ongeze wangapi? Huyo ni mtoto. Mtoto mwenye anaweza pata watoto ni mtoto. Saa ya vita, babu ni mkubwa. Saa ya kuingizwa jela, babu ni mkubwa. Saa ya kumeza tear gas, saa ya maandamano, saa ya chakula, saa ya chakula. Jamani, hiyo ni ungwana. On January 25th, he dropped the nuclear bomb. He claims to have 1,000 signatures from delegates. Under Article 43 of the ODM Constitution, he can force a national delegates conference. He is effectively telling Oburu, "I don't need your permission to lead. I have the math, I have the law, and I have the street." Alafu, kama mtoto wa baba mwenyewe Winnie Odinga hawezi pewa kitu kwa chama ambayo baba ndiyo founding member na ametengeneza chama kwa miaka 20. Winnie hawezi pewa kitu, mtoto wa baba. Wewe utapewa nini? Wewe utapewa nini? Kama Winnie hawezi pewa, wewe utapewa nini? La mwisho, tuliambiwa tunaenda Singapore. Musa alituacha tukiona kana ni kweli. Na Musa alisema Joshua ndiye anatupeleka wapi? Do you want a weaker Joshua or a stronger Joshua? Do you want a weaker Joshua or a stronger Joshua? Do you want an older Joshua or a younger Joshua? Kwa hivyo tunasema hapo hatuendi, lazima tubaki hapa Kenya tutatue shida zetu. Vijana Tibim, vijana Kialala, warembo mamwe. Na tunaita NDC, tukiita NDC. Haya, kia ita muhimu. Vijana ria, tunaita NDC. Kwa hiyo NDC, Babu Owino akishapata party leader. Babu Owino akishapata party leader. Tunatoka British government. Lazima tuwe na a presidential candidate kama ODM. Asante sana katibu. He's even defending Winnie Odinga,
positioning himself as the protector of Raila's legacy against Raila's own brother. Na kwenye hii NDC mambo itakuwa noma. Mko tayari? Mko tayari? The orange is being peeled. Is Babu Owino the heir to the throne, or the man who will finally burn it all down? One thing is certain. In the calculus of Kenya's future, the only variable that matters is Babu. Gharama ya maisha iko juu, ushuru iko juu, kazi haiko. Kisha tunaambiwa tu fuata hivi na tufuata. Tutafuata hivyo kama wananchi hawezi saidika kimaisha. Watu wananikubalia nimenyane na hawa watu. Mimi najua. Asante sana. Hata babu akibaki peke yake, lakini babu na Mwenyezi Mungu is the majority. Ni kweli? Najua siku moja mimi nawaambia watu wangu wa Soweto, familia zenu ni familia zangu, familia yangu ni familia yenu. Mahali nitaenda mtaenda, mahali nitaenda mimi nitaenda. Siku moja tumekuwa hapa Embakasi. Siku moja nitawaita city ya nyinyi wote tufanye kazi. Tena siku moja nitawaita state house kule. Nawaambia mama nawaambia kila siku, that siku moja mtakuja State House kufanya nini? What do you think? Is it Babu kwa sababu, or is he destroying the legacy? Comment below.